بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. أحمده سبحانه حمدا كثيرا، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل بما فيه رضاه. فاتقوا الله تعالى وراقبوه، وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واذكروه ولا تنسوه. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو أول من أحسن إليكم، فأحسنوا كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليكم. وإن الفرد والمجتمع بحاجة إلى من ينفعهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فأجاب السائل أن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس. watukufu wa Islamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumuomba mzidishie sala na salamu kipenzi chetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, usia wa mwanzo ninawahusia na nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika mwezi ambao tunatafuta kufikia daraja na nafasi ya uchamungu. Basi tuzidishe zaidi na zaidi matendo ambayo yatufikisha katika takwa. Hakika khairi, kila khairi yote ni ile ambayo utakayopata atakomcha Allah subhanahu wa ta'ala duniani, wana khairi hapa na kesho akhira. Kisha mfahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyieni ihsan, amewapeni neema mbalimbali bila mukabil. Hakuna ambacho mnampa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama bikum min ni'matin famin Allah. Ikiwa mnayo yoyote katika neema, afya, mali, watoto na kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni kama riski, basi inatoka kwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Hivyo nanyi msisahau kuwafanyia wenzenu ihsan, wafanyieni wenzenu mambo mazuri,
wapeni wenzenu manufaa, watu wanufaike nanyi, na haswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wapeni wenzenu wenye uhitaji, watimizieni mahitaji yao wayapate. Kila mmoja ana namna ya kuweza kufanya ihsan kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha. Isikupite fadhila hii kubwa, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandalia malipo makubwa sana, na kwa namna ambayo Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba mtu mmoja alikwenda kumuuliza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ayun nasi ahabbu ila Allah wa ayul a'mali ahabbu ila Allah, niambie ni mtu gani atakuwa anapendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni amali gani itakuwa inapendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtu yule, ahabbu an-nas ila Allahi anfa'uhum lin-nas, mtu ambaye anapendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayewanufaisha zaidi wenzake kuliko watu wengine. Yani anahakikisha kuona wenzake wananufaika na uwepo wake. Allah subhanahu wa ta'ala pengine kamruzuku ilmu, basi ile ilmu anaitumia kuwanufaisha watu. Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mali, kitu ambacho ndiyo tunapenda zaidi, na mimi nitaelekeza hapo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi anahakikisha ile mali yake inawanufaisha watu. Mtu huyu ambaye atakayewapita wenzake katika kuwanufaisha watu wengine, huyu ndio atakuwa mtu ambaye anapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habbul a'mali ila Allah an tudkhila sururan ala almuslim, na amali inayopendezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kushinda amali zingine ni uingize furaha kwa muislamu mwenzako. Hakikisha muislamu mwenzako unamfurahisha, mfanyie mambo yatakamfanya afurahi. Wapo watu katika saumu wanafunga na hali ngumu sana. Wapo watu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hakika jioni yao ni nzito, bali imefikia wengine mpaka wanakata tamaa ya kufunga kutokana na ufukara wao. Basi wewe hakikisha wale watu wafurahie saumu hii, kwa sababu upo wewe, Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku katika chochote, basi wapelekee watu wale wafunge wakiwa na furaha. Au takshifu anhu kurbatan min kurabid dunya, au muondoshee dhiki, au muondoshee hali ya tabu na huzuni aliyonayo, muondoshee shida mwenzako. Au takudhi anhu dainan, au uweze kumlipia deni alilonalo. Wanazongo watu na madeni mbalimbali, basi wewe fanya amali kama hizo. Au tarfau anhu juan, au umweze kumondolea njaa mwenzako. Anapata njaa, anapata matatizo, basi hizi amali kwako ni nzuri sana kuzifanya. Akasema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, li an amshia ma'a akhin fi hajatin, anasema nitembee na mtu mmoja ndugu yangu Muislamu, mimi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kushughulikia haja yake, basi jambo hilo ahabu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran, ili jambo mimi linanifurahisha sana nitoke na mwenzangu Muislamu nikashughulikie tatizo alilonalo na kikisha linaondoka, haja alionayo na kikisha inamuondoka, inatimia. Basi mimi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii hali inanipendeza sana kuliko nikae msikiti huu wa Madina nikae itikafu mwezi mzima. Fadhila za itikafu ni kubwa sana watukufu wa Islam, tena katika msikiti wa Madina, lakini hazijafikia kufikia kukaa kwake itikafu mwezi mzima. Fadhila zile mtume hazimpendezi sana kuliko kutoka na mtu yoyote katika Waislamu akaenda kumtatulia shida na haja alionayo. Tabia ya ihsani watukufu wa Islamu ni tabia inaonekana kupotea katika jamii. Katika miezi kama hii, katika msimu kama huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ilipaswa kuonekana ihsani waziwazi, kwamba watu waonekane hawa minal muhsinin, kama ilivyokuwa walivyofanya watu waliotangulia wema. Nabiyullah Musa alayhi salam, mnafahamu kisa chake, kutoka kwake kwenda Madian katika hali ya kukimbia, kuogopa maadui asije akauliwa. Lakini jambo la mwanzo alilofanya ni ihsani kwa wale mabinti wawili, bila kumuomba,
bila kumhitajia, kenda pale kawasaidia kuwanyeshelezea mifugo yao bila ujira wowote. Nabii Yusuf alayhi salam akiwa gerezani amefanya mambo ya ihsani, imefikia mahala wale watu wa gerezani wanamfahamu kama mtu mwema wa kufanyia mambo mazuri. Hata walipokwenda wale vijana wawili kumwambia Nabii Yusuf aweze kufafanulia ndoto walizoota, wanamwambia inna naraka minal muhsinin, kwamba Yusuf tusaidie ufafanuzi wa ndoto hii kwa sababu tunakuona wewe minal muhsinin, kwamba wewe ni katika watu walikuwa wema. Lazima watu tuishike na tabia ihsani kiasi ambacho ukipita mtaani watu wanakuona kabisa huyu ni katika muhsinin. Tuko wapi katika zama hizi? Wakati wa kina Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu walikuwa wakitembea kwenda kuangalia wale watu vikongwe wasiokuwa na uwezo, wanakwenda kuwakamulia wanyama wao maziwa. Katika kazi ambazo Abi Bakari alikuwa akizifanya, anatoka asubuhi anakwenda kuwakagua watu ambao hawana uwezo, nguvu zimemalizika, basi anahakikisha anakwenda kukamua mifugo yao maziwa. Babi ihsani ni pana sana. Mlango wa ihsani wa tukufu wa Islamu ni mlango mkubwa, lazima kila mmoja aingie. Jifahari kwamba wewe uingie katika kundi la watu ambao unafahamika wazi minal muhsinin, ni katika watu wanaonufaisha watu kufanyia mambo mazuri. Wangapi wanafunga hawana iftari? Wangapi wanafunga hawana daku? Au wangapi wana haja mbalimbali katika msimu ambao wanatamani angalau wapate muda wa kukaa na Mola wao, lakini maisha yanawashughulisha kwa hali zao ngumu, wanakosa fursa hiyo. Toa mali yako wapi watu wa namna hiyo. Ni ihsani nzuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa mambo mazuri kwa muhsinin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama jazaa'ul ihsan illa ihsan, kwamba hakuna malipo yanayotosha kumlipa mtu anayefanya ihsan isipokuwa ni ihsan. Kwamba ukifanya ihsani Allah nawe anakufanyia ihsan. Ihsani ya Allah tukufu wa Islamu hauwezi kuielezea. Ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuneemesha mambo mazuri ambayo hutayapata sehemu nyingine. Nani ambaye hataki Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie ihsan? Allah anataka mfanye ihsani na ninyi wapeni ihsani. Lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, wale ambao wamefanya ihsani hapa duniani nimewaandalia kuwapa mambo mazuri pia. Allah lazima akupe ihsani. Malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wanaofanya ihsani ni ihsani yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa awwala muhsinihim, mtu wa mwanzo kufanya ihsani watu wanaofanya ihsani ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unahitaji ihsani ya Allah, unahitaji Allah subhanahu wa ta'ala akuangalie kwa namna ya pekee katika neema zake, basi wafanyie ihsani wenzako ambao wanahitajia katika maisha haya. Pia katika ihsani wa tukufu wa Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala unaingia katika vipenzi wake, unaingia katika watu ambao watakuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, kwamba fanyeni ihsani, wapaeni wenzenu manufaa, wanufaisheni watu, wasaidieni watu katika hali zao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda muhsinin. Jambo gani bora zaidi unataka zaidi ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa duniani sisi wenyewe, ikiwa mtu anakupenda, unaona khairi zake zinavyokuwa, namna ambavyo atakuangalia, namna ambavyo atashughulikia mambo yako, namna ambavyo atakuhurumia, namna ambavyo atakuwa mbele kukusaidia mwenzako akikupenda. Sasa wewe anakupenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ihsan. Kwa hiyo namna ambavyo wewe utakuwa unahitajia kwa Allah, utakuwa tayari umejiwekea nafasi nzuri ya kupata, kwa sababu amekupenda, na kukupenda kwake ni kwa sababu tu umewafanyia ihsan watu wengine. Hapa pengine akasema inna Allaha la ma'al muhsinin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la ma'al muhsinin, yuko pamoja zaidi na wanaofanya ihsan. Unataka kuwa na nani zaidi kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Waman kana Allahu ma'ahu kana ma'ahu kullu shay'in, mtu ambaye atakayekuwa pamoja na Allah, Allah akiwa pamoja na wewe, basi kila kitu kimekuwa na wewe. Yote unayoyaona hapa duniani ni ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna jambo unataka hapa duniani au akhera au namna yoyote unaona, basi Allah ndio miliki wake, atakuwa na wewe kwa sababu ya kuwa wewe ni mtu wa watu ihsan. Kwa nini hatutaki kufanya ihsan wa tukufu wa Islam? Bali katika hadithi ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inaonyesha wazi kwamba maadamu wewe ni katika watu unaowasaidia watu, unajitahidi kufanya khairi kwa watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia mambo mengi. Anasema nafasa an mu'mini kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Mtu ambaye atakayeweza kumuondoshea dhiki, kumuondoshea tabu, kumuondoshea shida muumini mwenzake katika shida za duniani, njaa pengine,
matatizo, madeni, dhiki mbalimbali ambazo watu zinawaandama hapa duniani, wewe ukachukua jukumu la kupambania zile shida zao ziondoke, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye mtu huyu atamuondoshea dhiki za siku ya kiyama. Siku ya kiyama siku nzito watukufu wa Islam, inahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ya msaada wa Allah kiyama ni hali ngumu, lakini unaweza kufikia hatua nzuri kama hapa duniani utajitahidi kuweza kuondoshea wenzako dhiki zao. Waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, na atakayeweza kumwekea wepesi mtu mwenye hali ngumu, mtu mwenye dhiki ya maisha, mtu ambaye kula kwake tabu, kuvaa kwake shida, madeni yamemwandama, wewe ukamwekea wepesi, ukahakikisha unamwekea na mazingira ya kula, ukamwekea mazingira ya kuweza kupata iftari mathalan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukamwekea hali nzuri katika hali nzuri za hapa duniani, basi Allah anasema na yeye ataweza kumwekea wepesi mtu huyo duniani na akhera. Waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, atakayeweza kumstiri muislamu wenzake isimpate tabu, isimfikie aibu kwa hali aliyonayo, basi Allah naye atamsitiri duniani na akhera. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika kumsaidia mja maadamu mja yule yupo katika kuwasaidia watu wenzake. Unajiwekea warranty kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala nami atanisaidia, nami atanisitiri, nami ataniondoshea dhiki, nami ataniwekea wepesi duniani na akhera kwa sababu nashughulika na watu wenzangu. Nani hataki hali kama hizi? Ni kukafilika na maisha ya dunia. Turudi katika hali kama hii, tuone ihsani inaenea, ihsani iwe inaenea zaidi na zaidi kwa watu wetu. Hakika watu wana hali ngumu, watu wana maisha yanahitaji msaada wa watu wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala hakukupa isipokuwa uwe mustakhlifan, uwe ni mtu wa kusimamia na kuangalia, sio ya kwako. Ulichopewa ni kwa ajili ya wengine. Wanfiqu ma ja'alakum mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fihi, toeni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeni kuwajalia kuwa waangalizi tu. Huna mali ulokuja nayo, huna chochote, huna ujanja ulionao wa kupata chochote, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuwatazame watu wanaohitaji, watukufu wa Islam, tuwatazame watu wanaohitaji, hasa katika msimu huu ambao ukifanya wema ambao ulikuwa ni sunna katika miezi mingine, mwezi huu wa Ramadhan unaonekana kama umefanya faradhi, bali ajira inaongezwa mara 2 zaidi na zaidi. Unavyofanya katika mwezi huu wa Ramadhani unalipwa zaidi ya kufanya katika miezi mingine. Tujitahidi kuwa katika watu ambao wanawaangalia wenzao katika jicho la huruma. Tujitahidi kuwa kwa watu ambao wanawafanyia wenzao mambo mazuri. Tuwalishe mayatima, tuwalishe masikini, tuwasaidie wenye uhitaji kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, ili na yeye aweze kutuneemesha. Nafani Allahu wa iyyakum bihadi kitabihi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. ودعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، watukufu Islamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tumtii. Hakika tuangalie namna ambayo tunaweza kunufaika na msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mlango wa ihsani peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kusaidiana katika mambo ya wema na ucha Mungu. Anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal'udwan, kwamba saidianeni, kila mmoja awe msaada kwa mwenzake, ala albirri wattaqwa, katika mambo ya wema na mambo yale ambayo ni ya ucha Mungu. Ucha Mungu gani ambao tunataka zaidi ya saumu ambayo inatufikisha katika ucha Mungu? Jambo gani tunataka zaidi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza waziwazi kwamba linatupeleka katika ucha Mungu? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunafunga ili tuweze kufikia ucha Mungu. Sasa maelekezo ni kusaidiana. Kwa hiyo tuhakikishe hii funga ya wenzi wetu ambao wana uhitaji iende uzuri, kwa sababu hii funga inawapeleka katika takwa na ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu mwenye kutoa sana, alikuwa ni mtu mwenye kufanya ukarimu sana kuwasaidia wenye kuhitaji, lakini kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio alikuwa zaidi na zaidi anashinda katika mambo ya ukarimu, mpaka akafananishwa alikuwa kama rihil mursala, alikuwa kama upepo unaoenea, upepo ulioachiwa. Yani alikuwa akitoa bila kutazama, anatoa tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Mtume ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hatazami, mkono wake ulikuwa umekunjuka zaidi, kwa sababu mwezi huu wa tukufu wa Islamu ni msimu ambao unaweza kutoka nao vizuri. Embu watu wafungue akaunti zao vizuri, watu wafungue hazina zao, waangalie watu, wafutarishe watu, wawapedaku watu, wawasaidie watu mauna mahitaji yao, familia zipate furaha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa ihsani zenu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivyo atawapeni jambo zuri sana, kwa sababu mnafanya maamrisho yake, pia mpo katika kuwasaidia watu katika ibada ambayo itawapeleka katika takwa. Tuache ubakhili wa tukufu wa Islam. Usione kaa wakati mwingine ufikirie, utafakari unapomuona mwenzako anaftari, futari iliyokuwa nzuri inatokana na mkono wako wewe. Wewe ndiye uliyempa ile futari, unahisi nini katika nafsi yako ya imani? Huhisi furaha ambayo anaipata mwenzako, sababu yake ni wewe. Nafsi zetu ziwe katika hali ya namna hii, inahuzunisha. Ramadhani ya 13 takriban, bado kuna watu wanahangaika iftari na watu wana pesa zao ndani. Mnaacha tu hizo mali wa tukufu wa Islam. Hakuna mtu anazikwa na mali hapa kaenda nayo peponi, lakini itoe mali yako. Ni hii unayotoa sasa hivi, unayotanguliza, hii ndio utakayokute imekunufaisha huko akhera. Unayoacha ndani, hii unawaachia watu wanarithi, waliyadhu billah, wanaweza kuchukua akatumia vibaya tu, mwenyewe hujapata chochote ambacho kingekufaa huko akhera. Tangulizeni, waqaddimu li anfusikum, tangulizeni kwa ajili ya nafsi zenu. Mnakwenda mnahitaji maisha mengine, haya si maisha ya mwisho. Fursa ni hii nimewaleteni katika khutba, kila mmoja achangamkie ihsani kwa namna anayoweza. Huwezi, man yashfa shafa'atan hasana falahu kiflu minha. Kama huwezi, basi hebu fanya namna ya kuwapeleka watu kwa wenye kuweza. Angalau nenda, bwana fulani mimi siwezi kumfutarisha, hebu huyu anahitaji iftari mpe. Angalau basi kuwa wasita pia ni fursa. Angalau wewe kuwa sababu ya mwenzako kupata khairi ni fursa. Mimi nimefikisha tayari, nimekuwa fursa kwa sababu tayari nimewafahamisha watu. Kwa kama watu wataweza kuwapa watu iftari, na mimi na nasibu ninafunga. Wewe pengine huwezi, basi mchukue mtu mpeleke kwa mwenye uwezo. Mwenyewe wana huyu najua hali yake taabani, hebu msaidie, hebu mpe, huyu anahitaji. Ni kwa sababu ya kuweza kuhakikisha neema inaendea na kuenea katika jamii yetu ya Kiislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan azidishe nyoyo zetu kufunguka kwa ajili ya ihsani. Wale wenye uhitaji katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mahitaji makubwa na madogo, basi kila mmoja hakikisha anaweza kutimiziwa na mwenzake katika Muislamu. Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Ikiwa hatuwezi si kuwasaidia Waislamu wenzetu, nani atakayewasaidia? Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma, hakika akubali funga zetu, akubali ibada zetu, na atufanye katika watu wema ambao wanafanya ihsani kwa ajili ya wenzao. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qailil ghurril muhajjalin. وقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم تنزيله حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا اللهم في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب الأمن والسلام لعبادك أجمعين اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والإسحار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم اللهم لمن خلفهم آية إنك أنت عزيز حكيم. اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أزل عنا البلاء والوباء وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا تابور خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.